Shakis Empire TV. Habari zenu na karibuni katika kipindi chetu pendwa, kipindi cha elimu ya jamii hapa katika TV yetu pendwa Shakis Empire TV. Na leo tunaongelea kuhusu swala la uchawi ama husda ndani za majumba yetu na familia zetu na wanaotuzunguka. Swala la uchawi ama husda limekithiri sana katika familia zetu za Kiafrika, katika jamii za Kiafrika. Watu wengi wanalalamika kuhusu husda na uchawi. Wasichana kutolewa, watoto wanachelewa kuolewa ama kutolewa kabisa, wavulana kutopata kazi, kutojishughulisha, kukaa maskani, familia kugombana, mashangazi ama wajomba kuchukia watoto wa ndugu zao, maanti hawaelewani na ndugu zao kwa sababu watoto wao wamefanikiwa, wengine bado, ama watoto wa ndugu zao wamefanikiwa, wako bado. Haya masuala tunaishi nayo katika jamii zetu za Kiafrika na yamekithiri sana katika familia zetu za Kiafrika. Ndugu kutopendana, kama tulivyoelezea katika swala letu la awali hapo, ndugu kutopendana pia inaichangia katika swala zima la husda ama uchawi, kwa sababu kuna mtu labda anachochea fitna katika nyumba, katika jamii, ili ndugu wasipendane, watoto kutopendana na wazazi wao, watoto kutosaidia wazazi wao kuishia maskani, wengine kutolewa, yani inakuwa mvurugo, yani ili mradi tutafurani. Katika swala letu la leo nataka niulize swali moja. Hivi je, ni kweli kila kinachotendeka katika jamii yetu ni kweli ni uchawi ama ni husda, ama saa zingine huwa ni tabia? Kimuonekano wangu mimi naweza nikasema saa nyingine tusisingizie kila jambo ni uchawi. Kuna muda mwingine saa nyingine ni tabia. Tukianza kwa watoto wa kivulana, kuna muda mwingine ni tabia, mtu hataki kujituma, anakuwa na tabia ya kivivu, kuishia maskani, kutafuna vitu anavyotafuna, kutumia vitu anavyotumia, hataki kujishughulisha na kazi. Na ukiangalia mtu pengine umemsomesha, umemaliza kumsomesha, lakini kazi kwake hataki kufanya, akidai kwamba hajapata kazi. Ila kuna biashara nyingi mtu unaweza kufanya, vibarua vingi tu unaweza kufanya ili kujikeep busy katika maisha yako ya kila siku. Unapata vijana wanakosa kujituma, wakidai mimi fulani ameniendea kwa mganga, mimi fulani ananionea husda ndio maana sifanikiwi. Hilo jambo ukiliweka kwenye akili yako ama kwenye imani yako, unakuwa tayari unajishusha mwenyewe, unajiangusha mwenyewe, hata pengine itakapokuwa sio ukweli. Kwa sababu unapokuwa unaamini kitu, hicho kitu ndicho kinachokuwa ukweli katika maisha yako. Imani potofu ndio inatuponza sisi wa Afrika kwamba nimerogwa, nimeendewa kwa mganga fulani, ananionea husda ndio maana mimi sifanikiwi. Hiyo kitu ndio inaturudisha nyuma. Tukirekebisha tabia za kuketi maskani, kupoteza muda na watu wasio stahili katika maisha, pengine huenda ikawa vijana wetu wengi wakawa wamefanikiwa kikazi ama hata kibiashara. Tukija kwenye swala la sisi wasichana ama wanawake wengi wasichana wengi ambao bado wanachelewa kuolewa, pengine ni muda haujafika wa Mwenyezi Mungu. Pengine muda mwingine wasichana wenyewe mtu anakuambia mimi sitaki kuolewa mapema, nahitaji kujitafutia kwanza, it's okay. Kuna wasichana wengine wenye tayari wameshaamua kwa sababu wameona mambo ambayo yanapitia pengine kwa marafiki zao ama kwa watu ambao wanawajua kupitia kwenye ndoa, kwamba ndoa ziko na dhiki, ndoa ziko na hivi, ndoa ziko na hivi. Wengine wanakuwa na uoga kuingia katika ndoa. So hapo tusiwe tukisema eti labda karogwa ndio maana asiolewe, ama labda kafanyiwa husda ndio maana asiolewe. La, tusiweke neno imani sana ya uchawi katika maisha yetu. Unapokuwa unaamini uchawi umekuingia, hivyo ndivyo utakavyokuwa umeishi, ukijifunga nafsi yako ukiamini kwamba umefanya nini, umerogwa, wakati pengine si uchawi wala si husda, ni tabia na maisha uliojichagulia wewe mwenyewe. Katika swala langu lingine mimi nauliza ni kwamba endapo tutakarekebisha tabia za kutofuatiliana, tusifuatiliane kimaisha, fulani amefanya hivi, mimi yani ile kushindana, na mimi nataka nifanye hivi tushindane, pale ndio inakuja uhasama, tunaanza kugombana kwa sababu mnafanya uhasama, yani ushindanishi wa kitu fulani. Fulani amefanya hivi, acha na mimi nifanye hivi nimshinde, yani unataka kumkomoa mwenzako. Hiyo tusiweze kufanya katika maisha yetu. Kila mtu afanye jambo kulingana na wakati wake, kila mtu afanye jambo kulingana na amri yake, yani na uwezo wake. Kuna mambo matano ambayo labda yakifanyiwa kazi huenda ikawa
maisha ya vijana wetu ama ya familia zetu ama ya mabinti zetu yanaweza kubadilisha mfumo wa maisha katika jamii zetu za Kiafrika. Unapochagua marafiki, unapokuwa na marafiki, chagua marafiki wachache. Bora uwe na marafiki wawili lakini wenye faida, wenye maono. Unakuwa na marafiki wenye maono na wenye faida kwako, ambao wanaweza kukutoa kwenye stage moja kukupeleka kwenye stage nyingine. Haina haja uwe na marafiki wengi ambao hawana faida na hawawezi wakakuelekeza mahali popote pale. Faida ni marafiki wachache katika maisha yako. Swala la pili ni boundaries, mipaka. Lazima kila binadamu awe na mipaka. Usikubali mtu akakuingia kindani, nje na ndani, akakujua vile wewe ulivyo. Kataa. Kubali kuwa na mipaka. Wewe mtu ajue mipaka yake kwako na wewe ujue mipaka yako kwa mtu, ili mradi iwe kila mtu akona boundaries, ndio uweze kujijengea maisha yako na mipaka yako. Swala la tatu, imani. Unapokuwa na imani potofu ya kufikiria uchawi, hapo ndio utaishi ukisema mimi nimerogwa ndio maana hivi, mimi nimerogwa ndio maana hivi. Lakini weka imani yako kwa Mwenyezi Mungu, kwa mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu imani nyingi tunafaa tumuachie Mwenyezi Mungu. Ingawaje wanasema kwamba uchawi upo, husda ipo, lakini usiweke imani yako sana katika swala hilo. Jaribu kuwa na imani yako kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye pekee ndiye mwenye kutengeneza na ndiye mwenye kukinga waja wake. Swala la 4, tukiangalia kwenye tabia, mfumo mzima wa tabia kama nilivyoelezea. Tabia, unafaa kujua tabia, unafaa kujituma, unafaa kujua tabia ya kuishi na watu wasio na mafanikio na wewe, tabia ya kwenda kuketi maskani, tabia ya kushikana na watu ambao wao wenyewe maisha yao hawajui yanaelekea vipi. Wewe ndio unawafanya na marafiki zako. Tabia, unafaa ujirekebishe tabia yako, ukuwe na mienendo mizuri na ukuwe mtu mwenye ambaye uko na focus. Jambo la 5 ni swala la kujituma. Kujituma, unafaa ujitume kwa hali yoyote ile, usiwe mtu mvivu. Unafaa ujitume kwa swala lolote. Hakuna kazi, hakuna nini, lakini unaweza kufanya miradi mingi, biashara, unaweza kutafuta vibarua, kazi, unaweza kufanya kitu chochote ambacho kinaweza kikakufanya ukakuwa busy katika maisha yako, ili uweze kuepukana na yale magenge mabaya. Ni hayo tu leo katika kipindi chetu cha elimu ya jamii. Tuko hapa kuelimishana 1, 2, 3. Endapo ikiwa uko na maoni au chochote kile unaweza kuchangia, jamani, na kuombeni muweze kucomment hapo chini kwa comment section, uweze kuelezea ni kipi ambacho ungetaka kuelimisha wenzako, ama ni kipi ambacho ungependa nirekebishe katika masomo yangu ninayoelimisha jamii. Tuweze kuelimishana, tuweze kuambiana, tuweze kuishi katika ulimwengu ambao tunaweza kusaidiana hata kwa maneno. Kufikia sasa hivi mimi nasema asante. Naitwa Zuena, ukipenda utaniita Zushakiz, na hapa ni Shakiz Empire TV. Tukutane katika vipindi vyetu vijayo hapa katika Shakiz Empire TV, na mimi ni wako mpenzi Zuena. Asante, bye. Shakiz Empire TV.